Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na uweza wake. Ninamshukuru kwa sababu yeye ni mwaminifu na ni Mungu wa haki. Uweza wake ni mkuu na matendo yake ni ya ajabu. Siku hii ya leo ninakuja na ujumbe ambao unasema mamlaka ya Mungu ndani ya mtu aliyeokoka. Mamlaka ya Mungu ndani ya mtu aliyeokoka. Na kabla sijaendelea na ujumbe huu, nitaomba Mungu na kisha nitaendelea na ujumbe huu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mtakatifu, Mungu wa pekee, Bwana Mungu uliye hai, Baba Mungu uliye mkuu, asante kwa majira haya na wakati huu ambapo Bwana nakwenda kufundisha ujumbe huu. Ninaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nami. Neema yako Mungu naomba iwe pamoja nami, na mkono wako naomba uwe pamoja nami. Roho Mtakatifu naomba uwe na hata kila mmoja ambaye anasikiliza ujumbe huu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kama nilivyokwisha kusema ya kwamba ujumbe ni mamlaka ya Mungu ndani ya mtu aliyeokoka. Mamlaka ya Mungu ndani ya mtu aliyeokoka. Kwanza kabisa nianze na kuelezea maana ya mamlaka. Maana ya mamlaka. Mamlaka ni nguvu ya kutoa amri na kusimamia. Nguvu ya kutoa amri na kusimamia. Mamlaka ni kwamba haipingiki. Mamlaka haipingiki. Mfano, mtu mwenye mamlaka akitoa amri fulani, hakuna ambaye anaweza kuipinga. Kwa mfano, rais akitoa amri fulani, hiyo amri haipingiki. Hiyo amri haiwezi kupingika, na lazima hiyo amri isimamiwe na itekelezwe. Sasa kadhalika mtu ambaye ameokoka, kuna mamlaka ya Mungu ambayo inakuwa ndani yake. Na hii mamlaka anaitumia kufanyia nini? Ni kwamba katika ulimwengu huu tunaoishi, kuna mamlaka. Kuna mamlaka ambayo sio ya Mungu. Hiyo ni mamlaka ya shetani. Na hii mamlaka ya shetani pia, hii mamlaka ikitumiwa, shetani akiweka amri ya kawatuma mapepo kwamba endeni kwa mtu fulani mkafanye hivi, lazima yatii ile amri na kwenda kuitimiza. Kwa mfano, shetani akatuma mapepo yake kwamba nendeni kwa mtu fulani mkapeleke magonjwa, mapepo yanaenda yanapeleka magonjwa. Nendeni kwa mtu fulani mkasababisha ajali, mapepo yanasababisha ajali. Unaona? Kwa hiyo sasa kama mtu huyu hajaokoka, ile amri aliyoitoa shetani inafanikiwa. Lakini sasa kwa mtu ambaye ameokoka, ambaye mamlaka ya Mungu iko ndani yake, ile amri ambayo inakuwa imetolewa na mamlaka ya shetani haiwezi kufanikiwa, kwa sababu huyu mtu anakuwa analindwa na ile mamlaka ya Mungu iliyo ndani yake. Kila ambaye ana mamlaka analindwa, na ndio maana rais analindwa. Kadhalika mtu ambaye ameokoka ana mamlaka ya Mungu ndani yake, naye pia anaanza kulindwa na Mungu, kuilinda ile mamlaka iliyo ndani yake isiharibiwe. Kwa sasa shetani na mamlaka yake akitoa amri ya kufanya baya lolote juu ya huyu mtu, haliwezi kufanikiwa, kwa sababu yeye analindwa na nguvu za Mungu. Kila aliyeokoka, Biblia inasema kwamba tunalindwa na nguvu za Mungu kwa imani. Tunalindwa na nguvu za Mungu. Mtu aliyeokoka analindwa na nguvu za Mungu kwa sababu ana mamlaka ya Mungu ndani yake. Mungu haiko tayari kudhalilisha mamlaka iliyo ndani ya mtu wake. Kwa pale mtu anapookoka, na ndio maana Paulo anasema kwamba
Tazama, imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maanake huyu mtu alikuwa halindwi, huyu mtu alikuwa anateswa na wachawi, huyu mtu alikuwa anateswa na waganga, huyu mtu alikuwa anateswa na shetani, mapepo yanamtesa, yani anateswa na shetani kweli kweli. Lakini akiingia ndani ya Kristo, akishaokoka akamwamini Yesu Kristo, anaingia ndani ya Kristo, anakuwa kiumbe kipya, anakuwa ni kiumbe ambacho kinalindwa na nguvu za Mungu. Na ndio maana nasema ya kale yamepita tayari, yale maisha ya kutawaliwa na nguvu za giza, ya kuteswa na mapepo, ya kuteswa na majini, yale maisha yanaondoka, yanakuja maisha mapya, maisha mapya ya kulindwa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo kila mtu ambaye ameokoka analindwa na nguvu za Mungu. Kwa nini analindwa? Analindwa kwa sababu ya ile mamlaka ya Mungu iliyo ndani yake. Takwenda kusoma Biblia, kitabu cha Mathayo sura ile ya 28, sura ile ya 28 mstari ule wa 18 hadi wa 20. Mathayo sura 28 mstari wa 18 hadi wa 20 unasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Unaona, Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Amepewa na nani? Amepewa na Mungu Baba. Na kwa sababu amepewa ile mamlaka, anawatuma sasa wale ambao wamemwamini, anawapa ile mamlaka, anawapa ile mamlaka na kuambia, enendeni sasa ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu. Hawangeweza kuenda kuwafanya watu wengine kwa wanafunzi wa Yesu kama hawangalipewa ile mamlaka aliyonayo Yesu. Kama Yesu hangeliwapa ile mamlaka, wasingeweza kufanikiwa, kwa sababu tendo la kumfanya mtu aliye upande wa shetani aje upande wa ufalme wa Mungu linataka nguvu, linataka nguvu. Halitakiwi yani mtu ambaye ni dhaifu hawezi akalifanya hilo jambo. Lazima awe na nguvu ndani yake, lazima awe na mamlaka ndani yake, na ile mamlaka ndiyo ambayo inamsaidia katika kumgeuza mtu ambaye yupo katika ulimwengu wa giza na kumweka katika ulimwengu wa nuru. Naona sasa huyu mtu ambaye Yesu anamtuma, anampa mamlaka. Kwa mfano mimi hapa, Yesu amenipa mamlaka. Mamlaka ya Yesu iko ndani yangu, na ndio maana wakati huu ninapohubiri neno hili, yule ambaye yupo upande wa giza, yule ambaye yuko upande wa shetani, anapolisikia neno hili lazima atambue moyoni mwake, lazima atambue katika fahamu zake na akili zake ya kwamba niko katika upande wa shetani na ninateswa na mapepo na ninateswa na majini, nateswa na wachawi. Sasa kumbe napaswa ni mwamini huyu Yesu ili anipe ile mamlaka yake iwe ndani yangu, aanze kunilinda, na ndipo haya waliokuwa wananitesa washindwe tena katika maisha yangu. No. Kila ambaye ameokoka, mamlaka ya Mungu iko ndani yake. Kila aliyemwamini Yesu, mamlaka ya Mungu iko ndani yake. Naomba tukasome kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya pili. Wafilipi sura ile ya pili na mstari wa Wafilipi sura ya pili mstari wa 9 na ule wa 10, anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Amen. Unaona, Mungu alimpa Yesu jina lipitalo majina yote, alimpa uwezo wote, alimpa mamlaka
ikawa ndani yake, na anasema ya kwamba ili kwa jina lake kila goti lipigwe, kwa jina lake kila goti lipigwe. Ukiwa na mamlaka ya Mungu ndani yako, kila pepo, majini, nini, kila kitu kilicho upande wa shetani lazima kipige magoti mbele yako, lazima kitetemeke unapotokea, lazima kiogope unapotokea. Safari ya wana wa Israeli wakati wanatoka Misri, matendo ambayo Mungu alitenda kwenye maisha yao, kumbuka ya kwamba walipofika katika bahari ya Shamu, Mungu aligawanya bahari ya Shamu, wakapita katika bahari ile kama kwenye nchi kavu. Kadhalika walipofika jangwani, Mungu alitoa maji jangwani Mungu akatoa maji. Tayari wakati wanaendelea na safari, walipofika kwenye mataifa mengine, wale watu waliogopa sana, waliposikia habari zao waliogopa sana. Kadhalika sasa mtu ambaye ameokoka akiwa na mamlaka ya Mungu anaanza kuogopwa na walio upande wa shetani. Wale walioko upande wa giza wanaanza kuogopa, anapotokea wanatetemeka. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka ya Mungu iko ndani yake. Siku ya leo nataka nikuambie kwamba ukitaka mapepo yatetemeke mbele yako, ukitaka wachawi watetemeke mbele yako, ukitaka waganga watetemeke mbele yako, shetani kadhalika atetemeke mbele yako, mwamini Yesu Kristo aliye hai. Mamlaka yake ikae ndani yako. Ikishakaa ndani yako, mateso uliyoyapata hayataonekana tena. Kumbuka wana wa Israeli wakati wako Misri waliteswa na Wamisri, waliteswa na Farao, lakini wakati Mungu aliposikia kilio chao, wakati Mungu alipoyaona mateso yao, wakati Mungu aliposikia kulia kwao, akasema nitaenda niwaokoe. Alipoenda kawaokoa, yale mateso hayakuwa juu yao tena, bali wao wakawa ni watesaji. Na ndio maana walipofika katika mataifa mbalimbali, walipowazuia, Mungu aliwapa uwezo wa kuwapiga na kuangamiza wale watu. Kadhalika nawe pia ukimwamini Yesu Kristo ukimwamini, mateso ambayo unapitia hautayapitia tena. Ule utumwa ambao unatumikishwa na shetani hautautumikia tena, kwa sababu utakuwa huru. Na Yesu anasema ya kwamba mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ni neno la Mungu, kweli ni Yesu Kristo. Ukishamfahamu Yesu, ukishamwamini, anakuweka huru, unakuwa huru kabisa. Hakuna mateso tena yanaendelea katika maisha yako. Yale mateso ulikuwa unayapitia hayawi tena katika maisha yako, kwa sababu unakuwa unalindwa na nguvu za Mungu. Unalindwa na nguvu za Mungu. Naona sasa, naomba niweze kusema unawezaje kuitumia hiyo mamlaka? Ni kwa namna gani unaweza kuitumia hiyo mamlaka? Unawezaje kuitumia hiyo mamlaka? Katika kipengele cha namna ya kuitumia hii mamlaka, kwanza lazima uitambue hiyo mamlaka na uwe na uhakika wa kuitumia ipasavyo. Lazima uitambue hiyo mamlaka na uwe na uhakika wa kuitumia ipasavyo. Walio upande wa giza, walio upande wa shetani, wanaitambua vizuri mamlaka walio nayo, na pia wana uhakika ya kwamba wakiitumia itatenda kazi, na kweli inatenda kazi. Lakini kwa wale ambao wameokoka haiwezi kutenda kazi, kwa sababu wale waliokoka wanalindwa na nguvu za Mungu. Lazima sasa na wewe uijue, uitambue hiyo mamlaka. Na mamlaka ya Mungu ni mamlaka isiyopingika na chochote. Mamlaka ya shetani inaweza kupingwa, lakini mamlaka ya Mungu haipingwi kabisa. Na ukishaitambua, ukishaijua, unaanza kuitumia hiyo mamlaka. Ukianza kuitumia hiyo mamlaka,
inatenda kazi, haipingiki. Hiyo mamlaka ya Mungu ikiwa ndani yako haipingiki. Naomba nisome kitabu cha Matendo sura ile ya 19. Matendo sura ile ya 19 na mstari ule wa 13. Matendo 19 mstari wa 13 hadi 16, neno Mungu anasema, baadhi Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wauchi na kujeruhiwa. Unaona, hawa ndugu wana wa Skewa walijaribu kuitumia mamlaka, lakini hawakuwa na mamlaka ile, lakini pia hawakuokoka. Ili upate hiyo mamlaka lazima uokoke. Bila kuokoka hauwezi kuipata hii mamlaka ya Mungu. Bila kuokoka mamlaka ya Mungu haiwezi kukaa ndani yako. Lakini pia lazima uamini hii mamlaka, lazima uwe na uhakika wa hii mamlaka. Kuwa na uhakika ni kuamini kwamba ninaamini mamlaka nilionayo ndani yangu inaweza kufanya jambo hili. Naamini mamlaka iliyo ndani yangu inaweza kutoa huyu mpepo. Inaamini mamlaka iliyo ndani yangu inaweza kuponya huu ugonjwa. Naamini mamlaka iliyo ndani yangu inaweza kuvunja huu mkataba wa kipepo. Ukisha amini, unakuwa na uhakika na hiyo mamlaka, ndipo hiyo mamlaka inatenda kazi. Lakini hawa ndugu walikuwa hawana uhakika na hii mamlaka, lakini pia walikuwa hawajaokoka. Maana yake, kwa kuwa hawakuwa wameokoka, mamlaka ya Yesu Kristo haikuwa ndani yao. Wao walimuona tu Paulo anaitumia ile mamlaka na matokeo yanatokea. Waliona Paulo akitamka pepo limtoke mtu linatoka. Waliona Paulo akitamka mtu apone anapona. Wakasema, kumbe na sisi tunaweza kutumia hilo jina. Wasijue ya kwamba Paulo ile mamlaka iko ndani yake, ile mamlaka ya Yesu iko ndani yake, na ndio maana akitamka mtu anapona, mtu anafunguliwa. Wakaenda kuiga. Walipoenda kuiga, wakakutana na mtu ana pepo, wakamwambia kwa jina la Yesu yule ambaye anahubiriwa na Paulo, mtoke mtu huyu. Lakini yule pepo naye alikuwa na mamlaka yake. Akawauliza, Paulo namjua na Yesu namjua, lakini ninyi ni akina nani? Ndivyo mtu ambaye hajaokoka, hana mamlaka ya Yesu ndani yake, akitamka ya kwamba wachawi wasimtese tena, waganga wasimtese tena, nguvu za giza zisimtese, mapepo yasimtese, lazima yashangae, Yesu tunamjua, lakini huyu ni nani tena? Kwa hiyo lazima uwe na uhakika na ile mamlaka, uiamini ile mamlaka kwamba inaweza kutenda kazi. Mimi naiamini hii mamlaka, naiamini hii mamlaka na inakaa ndani yangu, naiamini na naitumia ipasavyo. Jambo la pili, lazima ujiunganishe na mwenye mamlaka. Lazima ujiunganishe na mwenye mamlaka. Mwenye mamlaka ni Mungu. Lazima ujiunganishe na mwenye mamlaka. Ukiwa hauna mahusiano mazuri na mwenye mamlaka, hiyo mamlaka yake huwezi kuitumia. Mfano, hawa ambao nimewaelezea hapa nyuma walikuwa hawana mahusiano mazuri na Mungu na hawakuwa na mamlaka ya Mungu ndani yao. Kwa lazima ujiunganishe na mwenye mamlaka, na ambaye anakuunganisha na mwenye mamlaka ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye ambaye anakuunganisha na mwenye mamlaka. Katika kitabu kile cha Yohana
Kitabu cha Yohana sura ile ya 14, kitabu cha Yohana sura ile ya 14 anasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ndiye njia ya kuiendea ile mamlaka. Yesu ndiye njia ya kujiunganisha na ile mamlaka. Ukimwamini Yesu Kristo na kuamini moyoni mwako kwamba yeye ndiye mwokozi wa maisha yako, anakuunganisha na ile mamlaka, kwa sababu amepewa ile mamlaka ya kukuunganisha wewe na mwenye mamlaka, nawe unakuwa na ile mamlaka. Kama hujajiunganisha na mwenye mamlaka, mamlaka yake huwezi kuitumia. Lakini pia lazima uwe na imani na mamlaka hiyo. Lazima uiamini hiyo mamlaka. Kuna vitu ili viondoke, lazima uchukue hatua ya imani katika kuitumia hiyo mamlaka. Ili kwamba usiteswe na wachawi tena, lazima uchukue hatua ya imani kutumia mamlaka iliyo ndani yako, kuondoa hiyo ruhusa ya upande wa giza kutawala katika maisha yako, ama kupata ama kufanikiwa katika maisha yako. Lazima uchukue hatua ya imani. Haleluya. Tasoma kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 1. Wakati namalizia anasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaambia, angalia. Nitarudia. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Naona Petro alikuwa na imani na mamlaka aliyonayo, na ndio maana aliitumia kwa huyu kiwete. Asingekuwa na imani na mamlaka aliyonayo ndani yake, asingeweza hata kuitumia. Lakini pia alichukua hatua ya imani ya ile mamlaka iliyo ndani yake, ya kwamba ninachukua hatua ya imani kumwombea huyu kiwete asimame na atembee kwa mamlaka iliyoko ndani yangu. Ukimwamini Yesu Kristo, ile mamlaka ambayo utapewa itakuwa ndani yako, unapaswa kuitumia na unapaswa kuiamini, na hakika itatenda kazi, na hakika itafanya kazi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tamani sana kuwa na mamlaka ya Mungu ndani yako. Baba, katika jina la Yesu nalibariki na nalitukuza jina lako, Bwana mtakatifu uliye hai. Naomba kila mmoja ambaye atamani kuwa na mamlaka yako ndani yake, Baba, anaamini kuokoka, Yesu naomba umuokoe na kumponya, na mamlaka yako iwe ndani yake, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki.